ubaya ibada, tuwalike Roho wa Mungu na ili akuwe pamoja nasi tunapoanza ibada, na ili Mungu akatupe breakthrough siku ya leo. Omba, jitakase, takasa madhabahu, tuombe msamaha na ili Mungu atukubali, ili tunapoanza ibada uwepo wa Mungu uwe pamoja nasi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunanyenyekea mbele kiti chako cha enzi asubuhi njema, kuinua jina lako na kusema unastahili Yesu. Asante Mungu wetu, maana unakuwa pamoja nasi. Siku 6 ambazo zimerudi nyuma, unakuwa mlinzi mwema. Kuingia na kutoka tunajua imegharimu mkono wako, na hata kuona siku ya leo tunajua imegharimu mkono wako. Asante Mungu wetu, maana wewe umetupea siku ya leo, ukatufanya mabaki na ili tulitukuze jina lako. Asante Mungu wetu, maana umetutoa makwetu na umetulete mpaka kwenye nyumba yako, na ili tukuje tukuabudu, tukurudishie shukrani, maana umetenda makuu. Asante Mungu wetu, juu ya kila mmoja ambaye amefika wakati huu, tunajiachilia mikononi mwako Mungu wetu, na ili uwe pamoja nasi. Tunapoanza ibada, tunaomba msamaha kutoka kwako. Hatuwezi sema sisi si wenye dhambi, bali tunakiri dhambi zetu na tunaomba kuoshwa na kutakaswa na wewe, na ili tukakubariki na wewe asubuhi njema. Tunapoanza ibada, tunaomba nguvu zako, tunaomba Roho Mtakatifu pamoja nasi. Bila wewe Mungu wetu hatuwezi, bali kuwa pamoja nasi, najua tutakuwa washindi. Najua ibada itakuwa na breakthrough juu ya nguvu na uwezo wako kuwa pamoja nasi. Kuja uwe mwanzo mwema, katikati na hata mwisho mwema. Mungu wetu, na wakabidhi waimbaji mikononi mwako, wanapotuongoza kwa nyimbo za kukuabudu na za kukusifu. Tunaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nao, na ili kukawa na breakthrough katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu, maana najua utakuwa pamoja nasi. Wakati Mungu wetu tunataka kuinukia maroho yote machafu ambayo huwa inaangamiza ibada, ambayo huwa inaataki ibada. Tunaiangamiza katika jina la Yesu Kristo, na tunakiri na midomo yetu ya kwamba hii madhabahu imejawa na nguvu zako, na hakuna hata roho yote mchafu atakuja kutuataka katika jina la Yesu Kristo. Kuja Mungu wetu, na iwe pamoja nasi. Tukifika tamati, tutakumbuka kukurudishia shukrani na kusema ni asante. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata nimeamini. Naomba waimbaji tukaribia hapa mbele, na ili tukamwabudu Mungu. Na kama hatuna keyboard, wewe jiachilie mbele za Bwana. Tukingojea apigaji keyboard wafike, achani tukusifu Bwana. Praise be to God. Bwana apewe sifa. Amen. Mungu ametufanya mabaki na ili tumwabudu. Mungu amekupea uzima na ili umwabudu. Bwana apewe sifa. Amen. Hakuna jambo jema kama kuwa Mungu amekufanya mabaki na amekutoa kwako, maana hujasukumwa na mtu. Ni wema wa Mungu umekuwa pamoja nawe. Vile Mungu amekuamsha ukajua ni vizuri na ni vyema utii sabato yake. Bwana apewe sifa. Ukajitayarisha ukatoka kwako, na sasa uko kwenye paa ambalo limetayarishwa na jina la Mungu. Sasa ni vizuri tujiachilie mbele za Bwana. Praise be to God. Bila keyboard, jiachilie mbele za Bwana. Tuabudu Bwana, tualike Roho wa Mungu, na tukitoka hapa tutatoka tukiwa tumebarikiwa. Bwana apewe sifa. Waimbaji karibuni, na ili mtuongoze kwa nyimbo za kuabudu Bwana, ili tuendelee na ibada. Najua Mungu atatubariki. Watu, haleluya.
cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba
hakuna Mungu aliye kama yeye. Yeye aliyekujalia na kuona siku nyingine, hakuna aliye kama yeye. Fungua kinywa chako na unene na Mungu wako asubuhi njema. Ni maana umekaribu mkono wake mtakatifu juu ya maisha yetu. Kama sio yeye tungekuwa mahali tulipo. Kama sio kwa ajili ya nguvu zake hatungelikuwa mahali hapa. Baba, tunalishukuru jina lako na kuliabudu. Tunasema ni asante maana upo pamoja nasi. Asante kwa upendo wako Mungu wa rehema. Asante kwa uwezo wako na uwepo wako juu ya maisha yetu. Asante Baba kwa neema yako Mungu wa Israeli. Tunalikuza na kulia. Kama umeketi na kuomba usimame. Kama kuna kiti mbele yako hakijakaliwa, hapo ukalili hicho kiti. Na ili kwa heshima na taadhima kumbariki askofu atuombee na ili tuendelee na ibada. Na kuomba kama kuna kiti mbele yako hakijakaliwa, kalia hicho kiti. Na ili nimwaliki askofu atuombe. Bwana apewe sifa. Naomba nimwaliki askofu kwa heshima, tupigie makofi.
maana unastahili. Gotireka iweke wanatawe. Maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Netwagushokeria ngatho muthenya wa Tunakushukuru siku hii ya leo. ni undu wa tutua matigari. Ni maana ya kutufanya marafiki. Twamenya niki makomete hawa. Ni wengi wamelala Na magathi makaburini. na wengine wameenda kwa kaburi. Na weka ino tutuita matigari muthenya wa. Lakini wewe Mungu umetufanya na mabaki wasifu. Utotigaretie kaini gutukwabudu. Umetufanya mabaki ndiposa tuweze kukuabudu. Utotigaretie kaini na gitumi kene. Umetufanya na mabaki ukiwa na kusudi njema. Jina lako na litukuzwe Mungu. Mbele ni kuomba msamaha wa dhambi ya Baba. Hata kama ya mtumishi anaomba msamaha. Sisi wote tulio mahali hapa. Anakuomba kuwa utusamehe makosa. Dhambi ambazo tumetenda mbele zako. Ambapo tumekukasirisha. Ambapo tumeteleza na kufanya uovu. Ambapo tumekukosea Baba. Tunaomba msamaha Baba. Na ukimaliza kutusamehe. Kama vile kitabu chako cha makumbusho. Utuandike majina yetu. Katika jina la uhai. Katika kitabu cha majina. Asante Baba kwa kutuleta katika nyumba hii. Asante Baba nimeona umeonyesha uko pamoja nasi. Aigawa Baba kuna mambo mengi na na vita nyingi ambazo zimeinuka. Wewe Mungu hujawahi shindwa. Wewe Mungu hujui kushindwa ni kwa nini. Tunajiachilia kwenye uso wako. Iposa uinue kanisa hili. Inua watumishi wa haya madhabahu. Inua manabii na wateule wako. Watumishi wako na washirika wa hii kanisa. Viongozi wote uwakumbuke. Katika jina la Yesu. Tumekuja kukuambia asante. Kutupa uhai na pumzi. Wewe Mungu uliyetumba na kutuweka katika ulimwengu huu. Una mpango mwema juu ya maisha yetu. Maana hujakamilishana na sisi. Kesho yetu ni njema kuliko leo. Mungu usituachilie kamwe. Hata
Ngai wa igoro. Mungu uliye mbinguni. Tuetie deliverance. We call upon you for your deliverance. Tende wa kanisa. Katika hili kanisa. Tondo ni wiki dio pa. Maana kumerushwa vita. Tena ngozaila kai. Mungu mtumishi wako ana. Wao yetu na para. Wewe unarejesha vita. Haya matoke ile. Wale ambao wameturushia vita. Mashokera je barashia. May you reverse them. Mashokera je. Reverse. Kila mtu atile. Ambacho wamekipanda. Leke magende. Wacha wakavune. Leke magende. Wacha wakavune. Hala meketia melimo. Wale wamerusha mabomu. Hala meketia kuruza kwa kanila. Wale ambao wanataka kanisa. Hala madile te kanila yo. Wale wameshika Holu wale. uovu wao. Holu amasokera na. Baki tutenda nao. Baki tutenda nao. Mapepo. Akarejelewe nani? Shoka kuna mumite. Wacha warudi mahali. Achilia kanisa iendelee. Set the church free. Achilia watoto waendelee. Set the people free. Achilia watu wa Mungu wakatumikia Mungu. Set the people free this morning. Kwa hivyo Shetani tunakutangazia. The devil we are telling you. Hauna mamlaka. You have no power. Tunakomboa nchi ya Kenya. We deliver the country of Kenya. Tunakomboa nchi ya Kenya. We are delivering the country of Kenya. Tunakomboa Nairobi. We are delivering Nairobi. Tunakomboa nchi mzima. We are delivering the whole world. Tunakomboa dunia We mzima. are delivering the whole world. Tunakomboa makwambao. We are delivering the Dora. Na tunakomboa kanisa hili. And we deliver the church. Kaibi totiko hotu. Sisi Mungu hatuwezi kushinda. Totiko kwa. Hatutakufa. Totiko kwa. Hatutakufa. Lole toko turani. Tutaishi hapa. Togana kama iko maga. Tukisema Nini kana president wa Borolio witu. kumbuka rais wa jamhuri ya La Kenya. cabinet ya Kenya. Another cabinet. Nani matokeo ya Borolio Na nao? wale huongoza nchi na wao. Wataige no maradhi. Wakumbuke na wasaidie. Tuletea wendo na dhayo. Tunaitisha amani na Vile wa Borolio wake. katika nchi ya Kwa Kenya. kila mtu oze we moyo. Kila mtu aliye hai. Ule withino. Yule ambaye aliye Na hai. ule wencha. Na yule ako Na ng'ambo. wale mafuri mancha. Wale walio katika diaspora. Kwa ya mkoyo. Wote tunaweka mikononi Gayo mwao. malika. Mungu wakumbuke. Ongetora hadhimu. Ukitubariki. Omaradhi. Pia wao wabariki. Ongetora remia. Ukitupanua. Omaradhi. Pia wao wapanue. Okombole vingi ma. Udelive kinchi. Kiumbe kiumbe kile moyo. Kila kiumbe kilicho hai. Kile kiruharuna kile moyo. Kile kigonjwa na kilicho Kile hai. kile ni vitani na kile boshi. Kile ambapo kiko hospitalini na hapa Kile mjini. kile barabarani na kile jerahini. Kile kiliko barabarani na njiani. Kaya sione yako. Mungu wote ni wako. Matendo tutakaza. Watakase wote. Wega wako tulingana. Neema yako Na ikatutosha. wale kiko tulingana wega wako. Na neema yako ikatutosha. Kumana na kuwashirisha yako. Shukrani Toa zote. mafanya mwapa. Tunakuomba Mungu. Muchono kumchia. Unihubiri Muhe atakaye. mafuta mako. Mpe mafuta. Ulio mtokolia baba. Ambaye atakayeongoza. Muhe mafuta Mpe mako. mafuta. Ulio kwalia kiugo. Yeyote atakayenena Leka neno. muhe mafuta mako. Mpe mafuta. Leka muhe dheka Na hivi. kutoka siku. Mungu mwinine. Utupiganie. Bwana semene. Vita aina yote. Tuwezi kutiketa koroa. Maana sisi hatuwezi kupigana. Na mwili na dhaka. Damu na No wewe matuine. lakini wewe uko mbinguni. Ndio mturuini. Unaweza Mwone nine kutupa. tukatia kujeremia. Uliambia Ni Jeremiah. unotenye na mamlaka. Umempa nguvu na Tumaine wako mwana bodha maki. wakubomoa ufalme. No kila Ibrahimu. Na ukamwambia Ibrahimu. Anataku. Wala watu wako. Anataku. Marafiki zako. Male tuweka gako. Watakuwa Na wako. sio dosi ya ku. Na maadui wake. Ile tuweka dosi ya ku. Watakuwa wako. Mwandani wako. Mungu. Anya male kinyume na idui. Wale walio kinyume na sisi. Tulika kinyume nao. Kuwa kinyume na wao. Anya malato radhima. Wale wanatubariki. Maradhime Pia gani. nawe uko. Anya malato okera. Wale wanatuinukia. Mwokere na Pia vato. wewe uko. Anya malato ruma. Wale wanatulaani. Marume mwadhani. Pia wewe ukawalaani. Na anya malato radhima. Na wale wanatubariki. Ona mo maradhime. Pia nao ukawalaani. Anya mabiteguruka. Wale wameenda Nigo matodine. kukosa watu wakamilifu. Waka manine mbele Pia yitu. wao wamaliza Anya mbele. mabitego togurucha. Wale wameenda kututawanyisha. Tutadirete. Kama hakujaisha. Deke matiriani. Wacha hata wao wakaisha. Tije wanetonya. Katika jina la Yesu. Teze kyoka yuto. Asante. Todo wawekayo. Emmanuel ni Donga lorokala. mpinduki. Na lusetaki. Na mubadiliki. Na nimetekia tereni. Na naamini. Kila momemba wa kanithoyo. Kila mmemba wa hili kanisa. Ndio mwenye. Oya wekuwa. Ambaye yako. Na oyota. Na yule ambaye Alituma mida ya nao. wale tunashiriki pamoja. Ole nuko malilika. Wote Tene utawabariki. wanitolea Katika tisi. jina la Letu Yesu. hapa kamua ha. We welcome you. Mwandelie na idui. Uwe pamoja na Onikie na idui. tumalizie Na nasi. tukikaika nawe. Na tukifunga na Na wewe. tuoshoke. Tutalishukuru jina Tene lako. wanitolea ile. Katika jina
na ya mwana na ya roho mweru kwa na tote. Amen. Tupigie Yesu makofi. Tupigie Yesu makofi. Tushangilie Yesu. Bwana pewe sifa. Praise be to God. Naomba tupigie askofu makofi mazuri. Asante sana. Askofu, Mungu akubariki na azidi kukupea nguvu. Tunafurahi sana tukiona vile Mungu ametenda. Bwana pewe sifa. Nilisema ni vizuri Mungu atusaidie kuelewa wakati tuliomo ama kuelewa majira. Bwana pewe sifa. Mungu amefanya na Mungu ametuhurumia. Praise be to God. Na tusione tu ni jambo la kawaida ati leo tuko kwa madhabahu. Bwana pewe sifa. Kuna jambo limetendeka. Praise be to God. Na ninaomba sana tujisikie na tukae ndani ya Mungu. Praise be to God. Wacha vile Mungu ametufungulia madhabahu, hata maisha yetu ifunguke. Bwana pewe sifa. Kuna kitu tunafaa kuelewa spiritual. Tusione tu ati madhabahu imefunguliwa, lakini vile hii madhabahu imefunguliwa, kuna kitu kingine kinafanyika ndani ya maisha yetu. Bwana pewe sifa. As long as tutajielewa na tuelewe ni nini tunafanya, hatutaremain vile tulikuwa. Bwana pewe sifa. Lazima wakati huu Mungu akuje atubadilishie maisha. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo kama tumeingia kwa malango siku ya leo tukiwa tumefungwa, tunatoka tukiwa tumefunguliwa. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo tuko na kila sababu ya kushukuru Bwana. Tuko na kila sababu ya kuwa na furaha tukiwa ndani ya nyumba ya Bwana. Praise be to God. Kwa hivyo hebu salimia jirani yako, mwambie asikupo. Amwambie asipo ibada. Mwambie tunataka kukaa na furaha ya Bwana. Maana kuna jambo Mungu anatutendea siku ya leo. Bwana pewe sifa. Mimi vile nimeingia pale kwa malango siku ya leo asubuhi, vile tu niliingia, nilisikia kuna kitu kipya kimetendeka. Bwana pewe sifa. Nikaambia Mungu tu nikiomba, Mungu, nimekuwa nikikulilia tufungulie madhabahu. Sikujua imefunguliwa, lakini vile nimeingia nikapata imefunguliwa. Nikaambia Mungu, asanenda wote, hata mimi nifungue Baba. Bwana pewe sifa. Tukiendelea na ibada, wewe kimoyo moyo uko ndani, apia Mungu, hata mimi Mungu nifungue. Praise be to God. Si ndiye alikuwa amefunga? Bwana pewe sifa. Si Mungu alikuwa amefunga haya madhabahu? Na si amefungua? Atashinda kukufungua? Bwana pewe sifa. Hawezi shindwa. Kwa hivyo tungojee Bwana. Najua Mungu atatenda. Haleluya. Naomba tuimbe nyimbo mbili kegosho ili tutoke kwa upande wa maombi. Kwa hivyo waimbaji, tuimbe kegosho dakika mbili. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi, shangwe na vigelegele kwa Yesu.
makofi. Naomba tusikie neno la asubuhi. Najua Mungu atatubariki. Bwana apewe sifa. Na niwaombe tu, tunajua tunafaa kumaliza ibada by 12:30. Kwa hivyo naomba tu tupelekane vizuri. Nikupea nafasi, nikupea dakika 10, tumia hizo dakika 10 ili programu yako isiharibike. Bwana apewe sifa. Praise be to God. Maana tunataka kila kitu iende sawa na mambo yote itakuwa sawa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kwa dakika 30 naomba tusikie neno la asubuhi, na kwa heshima tusimame tumkaribishe mchungaji Murithi na Mungu atatubariki. Karibu sana Pastor Murithi. Bwana asifiwe. Alright, sasa 10:22. Yeah? Alright. Bwana asifiwe tena. Ama familia visit ama familia, kuna mtu ambaye amepotea akirudi anaitwa familia. So my visitor at the family of business, because I've been not with you for about 3 Sundays or so, but I'm back, right? Lakini hii hati play imekuwa pamoja nasi. Hivyo kwa haraka nafikiri juu ya muda, naomba tuweze kusomea fungu letu ili tuanze nayo. Unajua fungu letu tusomee mara moja. Ni kitabu gani? First chapter, nisomee kwa haraka bwana. Tunayo 30 minutes. First Timothy chapter 7. Chapter 2 verse 1. Soma. Basi kabla ya mambo yote takandua sala, maombezi na shukrani fanyike kwa ajili ya watu wote. Sifanyike kwa ajili ya watu wote. Tupate sana. Mtakatifu Baba, katika jina la Yesu, nalihimidi jina lako na kutukuza kwa sababu ya nafasi hii umenikirimia naweza kuwa hai kuniruhusu niingie chini ya madhabahu ya hapa inayo na wana binti zako, amba Bwana ukaguze kinywa changu na kaa lako la moto, yao utakao nena sio yangu bali yaweze kuwa maneno yako. Na Yesu, uweke maneno haya chumvi na kukolea ndani ya mioyo ya watu wako, kisha maneno haya yaweze kuwa chemichemi maishani mwao, ili Bwana iwasaidie na kuelekeza inavyokupendeza. Asante kutusikia, asante kutujibu. Yote haya tumeomba kwa imani katika Yesu Kristo ndiye Bwana mkombozi wetu. Tuketi. Na sasa nilikuwa nataka say this. Kwanza nimshukuru Mungu kwa neema yake. Let me give a small testimony very quickly. Kwamba unajua pale Kindio wale tunakaa pale tulikuwa tunataka kuondoshwa ni kusema wanataka kujenga affordable house. Vile tulikuwa tunaambiwa, maana tunasikia ni hizi business unit wanataka kuchukua, na tukawa tunashindwa, tukapewa nota tarehe 31 August, na tukapewa kandi ya kuhamishwa ndio hii inaitwa Makaongo. Tuangalia hapo Joshua Timurithi structure owner, unaona tukapewa, na wale ambao ni tenant walipewa kandi kama ile kinaandikwa jina lako na ukaandikwa wewe ni tenant. Tukawa kila mtu atapewa sijui mwenye project 30,000. Wakati mambo ilifika tukapewa notice 31 na notice bila, tukajaribu vile tulifanya baadhi yetu, tukaenda kwa human rights, tukaenda pale kwa ofisi zao wakatupatia lawyer and many other things, but simply without going too much into details, the point is that certain things have changed. Ni kwamba kila mtu sasa Sabina kuja kutoleka mtu ajijenge, but something happened. Tulifanya kitu kinaitwa conference call. Tunaamshana over that people conference call saa 9 tunaomba. Kila mtu anaamka mahali alipo, unapiga magoti. Tunafanya conference call, tunajua hiyo. Unaika watu wote hao na tunachaguana
Wewe sasa tumeshaingia kwa conference call, wewe ndio utaomba, wewe utaomba na wewe utaomba. Now out of that I can tell you things have changed. We were not supposed to be clapping by 31st of August. The report got one notice. But God is not man, right? So I wanted to testify of the greatness of what? Of God in that regard. Wangapi wanasema amina? Amen. Sasa siku za kuwa nani katika ubatizo, najua for about two Sundays of being baptized. Siku za kuwa nani na ninaomba kwamba vile tumebatizwa sasa. Nataka unisomee. Unasimama. Somea katika kitabu cha Yohana 13. Andika hiyo. Andika. Yohana 13 mstari wa 5 unasema nini? Soma, unasemaje? Kisha akatia maji katika bakuli. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Yesu akaweka maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha miguu wanafunzi wake miguu. Endelea. Na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Yesu alikuwa na kitambaa, alikuwa amejifunga. Sina muda wa kufanya hilo, Bible sana kubwa sana. Kitambaa kilikuwa gani? Na pale alifufuliwa, kitambaa hicho kilikunjwa kikawekwa pale. Katika kaburi. Hiyo ni Bible sana tutafanya. Ili tuelewe hiyo kitambaa ambao Yesu alikuwa anawavuta nayo, na hii kitambaa aliposoma nasema katika kaburi kitambaa hicho kilikunjwa vizuri kikawekwa pale. Ilikuwa katika kaburi. Endelea. Sasa akawavuta, akawatawadha na kutawadha ni kunawisha miguu. Alafu akawavuta na kitambaa alichokuwa nacho. Endelea. Hivyo yajua kuwa Simoni Petro. Katika kwa Simoni Petro, endelea. Huyo akamwambia, Petro akamwambia, Bwana, wewe unitawadha miguu mimi? Wewe Petro unaweza kunitawadha miguu mimi? Endelea. Yesu akajibu akamwambia, Yesu akasema, nifanyalo wewe hujui sasa. Sikia, anamwambia, ninalo nifanya Petro, unijui wewe. Utalifahamu baadaye. Utalifahamu baadaye. Endelea. Petro akamwambia, wewe utanitawadha miguu kama wewe, kwa sababu ni mkubwa kuliko mimi. Wewe ni Bwana wangu, utanitawadha miguu mimi. Endelea. Yesu akamwambia, kama sikutawadha huna shirika. Kama sitakutawadha hauna ushirika nani? Endelea. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu. Basi kama ni lazima unitawadhe ili niwe na ushirika wako, niwe na ushirika nawe, usinitawadhe miguu tu. Endelea. Hata na mikono yangu. Hata mikono na kichwa changu pia. Na kichwa changu nini? Endelea. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu. Yule aliye tayari ameoga hahitaji kuoga tena, anahitaji kutawadhwa miguu. Nataka kufikia hapo, nieleza hapo kidogo. Bali usafi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi lakini si nyote. Lakini nyinyi mmekuwa safi lakini si wote. Na anamaanisha kwamba nyinyi wanafunzi wangu mmekuwa safi lakini si wote, maana kati yenu kuna msaliti wangu nani? Judas. Ndio sababu anasema mmekuwa safi lakini si wote. Sikia sasa. Sisi wote tumebatizwa. Na baada ya kubatizwa Roho Mtakatifu akafanya kitu ndani yetu. Sasa ni nini kinafuata? Petro anasema uhitaji kuoshwa maana umeoga. So nyinyi wote mmeoshwa, mkaokoka na mkakuwa katika ushirika na Bwana. Sasa utakapotenda dhambi tena hauhitaji kubatizwa. Yesu anasema aliyeoga hahitaji kuoga, anafaa kutawadhwa miguu pekee. Ama msimi ni maandiko yanasema, anamwambia nyinyi wote, anamwambia unioshe mwili. Akasema hapana, miguu ndio inatembea na iliyoshikwa na fungu. Na remember the time of Jesus walikuwa tumia akala. Na kwa hiyo ukitembea ulikuwa na nini? Na fumbi. Na sasa anamwambia sababu umeoga Petro, mwili wako ni msafi. Kwa hivyo siwezi kukuosha mwili wote. Vile utafanya miguu iko na fumbi, utafanya nini? Mtu ameokoka na akabatizwa, unapofanya dhambi haurudi kubatizwa tena, unaomba msamaha. Kuomba msamaha ndio kutakaswa miguu. Sikia vizuri. Sasa ukianguka useme unataka ubatizo, sema enda mbele ya Yesu uombe nini? Na ndio Petro anasema, sababu Yesu anamwambia siwezi kukunawisha mwili maana mko wasafi ushaoga. Ile imekanyanga vumbi, miguu ndio inafaa kufanya nini? Every time
we fall short of glory of God, what we ought to do, si kwenda najua hatufai kuzoelea ubatizo. Itakuwa kama ni kuoga. Sikia? Ni kuoga. Sasa mimi nasema sababu tumebatizwa sasa. Utakapoanguka katika majaribu na ufanye dhambi, hauhitaji kubatizwa tena. Unahitaji nini? Kutawadhwa miguu, na kutawadhwa miguu ni kufanya nini? Kuomba msamaha. Na ndio sababu nawaambia nyinyi wanafunzi wangu, siwezi kutawaosha mwili maana mshaoga, lakini miguu ndio imetembea, ndio iko na vumbi, ndio tunatawa. Kwa hivyo kutawadhwa, kwa hivyo kuoga miguu ni kubatizwa, kuoga mwili ni kubatizwa, na kuomba msamaha ni kutawadha nini? Miguu ambayo imetembea kwenye vumbi. Nani ameelewa? Uri ameelewa? Inue mkono. Sasa when you fall into sin, you don't need to go for baptism. What you want to do, uombe nini? Hivyo ndivyo Yesu anamwambia mambo haya. Wacha tuende kwa topic yangu moja kwa moja. Topic very quickly, nataka kwenda katika kitabu cha Exodus. Na sasa sababu sikuweza kupata nafasi kutembea nani sana kwenye safari ya Biblia kitabu cha Kutoka, nataka nitumie muda huu kidogo ili tuweze kujifunza. Sikia. Wana wa Israeli katika chapter 33 of I've been doing study for that Exodus. Sasa I'm almost finished Exodus. And because ukifika chapter number 34, there are only 40 chapters, I'm almost through the book of Exodus. Remember, si mara ya kwanza kurudia. Nimesoma Biblia yote nzima, lakini wewe kama bila kusoma, you keep on repeating, because by the way, let me tell you, katika chuo cha Mungu, in the University of Jesus, there's no graduation. Sikia. Katika University ya Yesu hakuna nini? Graduation. Kwa sababu you keep on learning new things, deeper depths of things that you don't understand until heaven's fall. Kwa hivyo mtu anaenda university for years, you graduate in the school of Christ, where Jesus is our tutor, he is our principal. You never do what? You never graduate. So useme nimemaliza Biblia, so ni hivyo nimegraduate. You don't graduate in the school of who? Of Christ. You keep on studying the word of God until heavens fall, we go home, right? Sikia. Sasa nasema hivi. Ukisoma chapter 32 inasema kwamba kuna mahali ilifika Musa akaenda, unajua ninafuata ni prescribe Bishop Bruce YouTube channel, na nikaona kwamba members watafundishwa. Niliona ule mwalimu anakuja kufundisha sana ya belief, na anatufundisha leadership. Na ukisoma leadership utaona vizuri chapter 32, utaona kwamba kuna watu wawili ambao mmoja alikuwa very good leader, mwingine very poor leader. Huyu alikuwa pia leader, anaitwa nani? Anaitwa Aaron, isn't it? Huyo Aaron baada ya Musa kupanda mlimani akakaa 40 days and 40 nights. Number wanamwambia Musa ameliwa na moto wa Mungu. Kwa hivyo tutengenezee Mungu tunayemuona. Na sababu kumali wametoka, ng'ombe ilikuwa Mungu. Anifundisha hapo alikuwa 1500 gods, right? That time when we your class. Sasa wakatengeneza ndama. Lakini Musa akasema, mbona niwaambie nitatengeneza nini? Wakatoa mindira na kila kitu. Wakamwaga hapo. Ndio? Mindira na hii mikufu, wakatoa nyingine necklaces zikachemushwa na akatengeneza kitu inaitwa molding. Akatengeneza nini? Ndama. Wakaanza kuimba to dance. Na nisema hiyo dance yao kuimbia Mungu alikuwa anaimba wakiwa uchi wa mnyama, wanaruka vile walikuwa wanafanya wakiwa wapi? Right? Na kwa hivyo Mungu anamwambia Musa kutaka kutoka, rudi, watu wako wameabudu, wametengeneza ndama. Musa alikuwa na habari, na sababu alikuwa na Joshua, ingoje Musa alikuwa ameenda juu zaidi, Joshua akabaki chini ya mlima. Joshua anamwambia ni kweli umesikia nini? Walipoenda alikuwa amepewa vibao vingapi? Vibao vingapi? Mbili, ambao viliandikwa na chanda cha nani? Watu tulijifunza kusema chanda cha Mungu ni roho nani? Remember vile tusema chanda cha Mungu ni roho Mungu, si ndio? Ndiye aliandika nini? Vibao vingapi? Aliporudi akapata vile wamefanya, alienda akafanya nini? Akaziangusha.
Hata Mungu anamwambia watu wako wale ulitoa Misri wameanza kuasi. Musa akamwambia sio wangu, mimi sikuwatoa Misri, ni wako, maana mimi si mimi watoa pale. You read that, utaona what he said. Finally alipofika pale kwa hasira nyingi, alienda kaangusha ile nini? Bao. Baada ya kufundisha ile bao, alisema wale ambao wanasimama na Mungu wetu waje pande hii. Hapo ndipo tunasema kabila moja la Walawi waliokuwa wamezaliwa na mtoto aliyekuwa anaitwa Lawi wakakuja upande ule. Akasema sasa nyinyi mtakuwa madhabahu, na hapo ndio tunatoa watumishi wa Mungu siku ya leo. Aje mtumishi wa Mungu anafanya kazi ya nini? Ya madhabahu. Na akawaambia kama mtakapoingia katika nchi ile hamtapewa shamba, nyinyi mtakuwa mnalishwa na kabila 10 ngapi? Na moja. Watafanya nini? Kila kabila hizo 11 italeta fungu la 10. Wakishaleta fungu la 10 ndio itakuwa chakula yeye. Lakini nyinyi hamtapewa shamba ya kulima. Hapo ndio tunasema wachungaji tunafaa tuwatunze kwa sababu wamepewa sehemu ya kuangalia roho zetu. Kwa pamoja ndio waitwa Walawi. Na akawaambia sasa endeni kwa hao wakatakata wao wameabudu sanamu, wakakatakatwa 3000 people wakafa. I'm paraphrasing chapter 32 anyway of Exodus. Sikia very quickly now. Sasa mimi naenda katika chapter 34. Nataka sema hivi. Chapter 34, 33 and 34. Nataka kusema kwamba Mungu sasa kuna jambo anafanya pale. Anafanya hivi, sikia. Ukisoma chapter 33 verse 7 to 11. Soma. Chapter 33 verse 7 to 11. Nataka kusoma. Atusikie vizuri. Kuna fundisho nataka kufundisha hapo watu waelewe. 33 Exodus 33 7 to 11. Soma. Inasemaje? Basi desturi ya Musa. Sikia. Desturi ya Musa ilikuwa kuitoa ile hema. Musa alikuwa na hema na desturi yake ilikuwa kuitoa ile hema. Endelea. Na kuikita nje ya malango mbali na hayo malango. Na sasa walikuwa nakaa kambi kama hapa. Hii ndio kambi ya Israeli. Sasa Musa alikuwa anatoa hema, anaweka nje ya kambi. Nje ya kambi hema. Endelea. Akaita tena akaipatia jina Musa kitaje? Hema ya kukutania. Akaita hema ya kukutania. Kumbuka hiyo sio tabernacle. Tabernacle ilijengwa. Ukisoma Exodus, tabernacle ilijengwa in chapter 96 and in chapter 93. Remember? Kwa hiyo hii hema ya kukutania haikuwa ile ambao watu walikuwa naenda kutoa kafara. Nataka ushike hapo. Ni hema nyingine ambao Musa alitengeneza na yeye anaitoa nje. Kwa hiyo msikose kuelewa nini nasema. Because hema ile ambao ilikuwa hekalu inatajwa in chapter 36 and in chapter 33. Alright? Akatengeneza hema hii akaita hema ya kukutana. Endelea. Hata kila mtu aliyekuwa akitaka neno kwa Bwana. Mtu yeyote angetaka neno kwa Bwana akatoka. Alikuwa anatoka. Akaenda hata hema ya kukutania. Unatoka nje ya kambi, unaenda katika hema ya kukutania. Endelea. Iliyokuwa nje ya malango. Ilikuwa nje ya malango ya kambi. Endelea. Hata Musa alipotoka kuiendea ile hema. Na Musa alipokuwa anaenda pale kwa ile hema, watu wote waliondoka wakasimama. Watu akitoka kwenye kambi, akiondoka kwa ile hema nje, watu wote walikuwa wanasimama. Endelea. Kila mtu mlangoni pa hema yake. Kila mtu alikuwa anasimama kwa mlango wa hema yake. Wakati Musa anatoka kwenda kwenye ile hema imewekwa nje ya kambi. Endelea. Akamtazama Musa. Walikuwa wanamtazama Musa akienda. Hata alipokwisha kuingia hemani. Walikuwa wanatazama Musa mpaka alipoingia katika hema hiyo nje huko. Alafu kama Musa alipoingia huko hemani, wakati Musa alikuwa ameingia huko hemani, ile gunzo ya wingu ikashuka. Sikia. Wingu linaashiria Mungu. Utakaposoma, utakapoota uone wingu, uko kwa wingu inaashiria presence of God. Wingu lilikuwa linasimama kwenye mlango wa kuingia katika ile hema kuonyesha uwepo wa Mungu. Remember nisema kwamba wakati walikuwa nafuka ile mto Baal Shamu, wingu lilienda nyuma, meaning God was protecting from Israelites. Na kila mahali walikuwa naenda ikisimama walikuwa na kambi pale. Nikihama walienda mahali tasimama wanakambi pale mpaka walipoingia Kanaani. Sasa wingu hata katika ndoto inasimamia the presence of God. Twende, endelea. Tukasimama malangoni pa ile hema. Hiyo hema ya Musa kule nje
wakati ameingia pale ilikuwa nini? Wingu linasimama kwenye mlango. Endelea. Naye Bwana akasema na Musa. Na hiyo hema, nataka ushike hapa. Hiyo hema ilikuwa pale, ilikuwa mahali Musa alikuwa anaenda kuongea na Mungu. Sikia, ilikuwa mahali Musa alikuwa anaenda kuongea na nani? Sikia, fundisho likani hapo. Katika nyumba yako tafuta mahali ya kukutana na Mungu. Sikia, usiwe unaongea kila mahali. Get a certain corner for you where you'll be opening your heart before who? Before God. Tafuta mahali. Toka katika hustle and bustle of life. Henda mahali utakutana nani? Kwa hivyo tunafundishwa kwamba Musa alikuwa na mahali alikuwa anakutana na Mungu. Na akitoka pale uso wake ulikuwa unang'ara. Na pia akiingia pale wingu lilikuwa linasimama kuonyesha the presence of God. Na mambo yote Waisraeli waliambiwa, Musa alikuwa anaambiwa chini ya hema gani? So what I'm saying? Tafuta mahali katika makazi yako, mahali utakuwa ukienda kufungua moyo wako kwa nani? Don't pray kwa meza, saa ingine unaomba kwa bedroom, saa ingine kwa kitchen. Get a place for you. Understand what I mean? Where you be kneeling and opening your heart before who? For God. Sikia. Sasa remember how watu walikuwa tu kile tunataka kusema ni kwamba uweze kuwa na personal space for God. Okay? Na pia Mungu unapomtafuta ataonekana. Na kwa hivyo ni vizuri ujue we need to have a place for that. Nataka uende verse 12 to 17. Nasema soma. Musa akamwambia Bwana, endelea. Angalia. Wewe waniambia wachukue watu hawa. Wewe Mungu unaniambia nichukue watu hawa, endelea. Nawe kunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Na wewe Mungu ulisema utaenda na watu hao utawaua. Ndivyo umesema. Na sasa huku nijulisha ni nani tutaenda nao watu hawa, endelea. Lakini umesema na kujua jina lako. Lakini umeniambia Musa, mimi na kujua jina lako, mimi Mungu na kujua wewe Musa jina lako. Endelea. Nawe umepata neema mbele zangu. Na wewe Musa umepata neema machoni pangu. Endelea. Sasa nakuomba. Na sasa Mungu ninakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, kama ukweli nimepata neema machoni pako, nionyeshe njia zako. Sikia, kila mmoja wetu tunabaki tuseme kama umekubali nimepata neema machoni pako Mungu, nionyeshe njia zako. Musa anasema nionyeshe njia zako. Endelea. Nipate kukujua. Ili nipate kukujua. Let me tell you one thing. Tusamia hapo kidogo kwa mimi. Umewahi ukana mtu utamuelewa, umjui. Na wakati utamjua, the more you know that person unajua kumbe hukumjua. Ndio mimi. Yaani umejua mtu kumjua. Wakati umeanza kujua mambo yake, as you continue to learn about him, ndio unakuja kujua kumbe huyu mtu simjui. Kuna mambo mengi sahihi sijajua. That is what Moses is saying. Ingawaje ana urafiki na Mungu, anataka kumjua zaidi. Na ndipo anakuja kujua, anapozidi kujifunza kuhusu Mungu, anakuja kuelewa kumbe tu mimi bado simuelewi Mungu. Ingawaje nataka kumjua, ndio najua kumbe ninamjua ndio, lakini ana mambo mengi sana yake ambayo sifanye nini? Umekuwa na rafiki kama huyo kwamba umeanza kujua mambo yake, lakini punde si punde umeanza kuona hata umjui. As much you know that person, umjui, maana kuna mambo mengi sana ambayo utafanya nini? Na ndio sababu anasema nifanye nini? Nionyeshe njia zako ili amjue zaidi. Endelea. Ili nipate neema mbele zako. Ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndio watu wako. Taifa hili ndio watu wako. Umefika 17. Akasema je, uso wangu utakwenda pamoja nawe. Uso wangu utaenda pamoja nawe. Nami nitakupa raha. Nami anamwambia Mungu, anamwambia uso wangu utaenda pamoja nawe Musa, nitakupa raha. Naye akamwambia uso wako usipokwenda pamoja nami. Uso wako, na tumeimba wimbo hapa. Uso wako usipoenda pamoja nami, usinichukue kutoka wapi? Hapa. Endelea. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako? Nitajulikanaje mimi mbele ya watu kwamba nimepata neema machoni pako? Mimi na watu wako wa Israeli. Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi. Hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Sikia, nimesema kitu kimoja hapo sasa. Sikia.
Kuna tofauti ya kujua kuhusu mtu na kujua mtu mwenyewe. Shika hapo vizuri. There's difference between knowing about God and knowing who. Kuna vitu tofauti. You can know so much about God, but you have never known who. Those are two different things. Unaweza kujua habari za mtu, lakini huyo mtu mjui. So what Moses is saying, mimi sitaki kujua habari zako, nataka kujua wewe personally. Not to know about you. So kujua habari za Mungu asitoshi. You need to have experience with who? Okay? Umefika 17? Inafika. Soma. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilonena. Kwa sababu amepata neema machoni pa Mungu, Mungu anamwambia Musa, nitafanya vile umenena. When we find grace before God, God answers our petitions that we present before him. All right? Malizia fungu hilo. Kwa maana nimepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Nami nakujua jina lako. All right? Sasa amerudia safari ya pili kwamba ninajua jina lako Musa, na kile umeniomba nijua kitu gani nimemwomba. Kama uwepo wako utakuwa nasi, tusiondoke nani. Akasema nimesikia, maana umepata neema machoni pangu, nimesikia na nitajibu, na ninakujua kwa jina. God knows by your name, right? Sikia. Unajua tumesema Aaron was a failure. Alikuja akatengeneza sanamu against direct instructions. Na he was a bad leader. Mtu akuweza, unajua mtafundishwa sijui matiro ya mwalimu mtakuwa gani. Lakini one example of a bad leader is Aaron. A good example of a good leader is Moses. Because Aaron anashawishiwa na watu. Afadhali ubaki na Mungu peke yake, usifuate watu. Na kwa hivyo aliogopa kufa, akaogopa kupigwa. If you are in the truth, stand with God. Even if the heavens fall, just stand with God. Because God, akiwa na wewe, you don't need people with you. That is the value of Moses. Pengine nakili ya mwalimu, kama amekaa that part, atatueleza ataeleza why Aaron was a failure, was not a good leader, and how Moses was a good leader. In many instances, Moses has been defined to be a very good leader, but ndugu yake was a failure, ama he was was not a good leader. Unajika 17, sikia sasa, nataka kusema hivi. Please show me your glory. 18:23, soma. Nasema tuko chapter 33. Tuende progressively. We are studying Bible, all right? Enda 18-23. Nasemaje? 18, yes. Tumeza 18-23 nasemaje? The same chapter. 18:23. 2:23. 18-23, the same chapter. Yes, soma. Akasema nakusihi unionyeshe utukufu wako. Sikia, akasema bado Mungu nataka kujua sana. The more I know about you, ninajihisi kwamba kumbe sasa umeanza kujua mtu unajua humjui sana. Sasa namwambia bado kwanza sija kujua vizuri. Ningoje tu marafiki, unasikia maombi yangu, bado sija kujua. Anamwambia bado mimi nataka kuona utukufu wako. Soma hiyo fungu. Akamwambia nitapitisha rudia 18 nasemaje? Akasema nakusihi unionyeshe utukufu wako. Nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema nitapitisha wema wangu mbele yako. Sikia, utukufu wa Mungu ni nini? Nataka usikie. Jibu liko hapo. Utukufu wa Mungu ni wema wa Mungu. Wema wa Mungu ni nini? Virtues of our God. Ama attribute of our God. What are these attributes? God of mercy, God of love, God of justice, gracious God. Ndio tunasema ndio utukufu wa nani? Sasa namwambia vile nataka kuona utukufu wangu nitapitisha. Soma sasa. So tumejua utukufu wa Mungu ni nini? Akasema nitapitisha wema wangu wote. So the goodness of God is glory. Usulizo utukufu wa Mungu ni nini? Anakuhurumia ukaona siku ya leo bure. Huo ni utukufu wa nani? Tuko pamoja? Ulikuwa mgonjwa akakuhurumia. Kindness is one of the attributes of God. Hiyo ni utukufu wa nani? Do you know by the way,
amini Mungu, hizo attributes za Mungu zinafaa ziwe zetu, na wenzetu tunaoishi nao tuwaonyeshe those attributes. What I mean is this, kama Mungu, utukufu wa Mungu ni kumpenda mwenzake, sababu alipitisha upendo pale kauona, tunafaa kupenda wenzetu wa Mungu. Kama attribute ya Mungu ama utukufu wa Mungu ni kindness, unafaa mwenzako muonyeshe nini? Huruma. Tuko pamoja? That's what we're saying. So what will happen is this. Ukiwa kwa kioo, ukiona kioo umulike na torch, what happens? Ina reflect nini? Ule mwangaza. So we are the leaders ourselves. So we are receiving the light from Jesus. What we receive, we reflect to others. How do we do that? Kama mtu anajaa, ninampea chakula, I'm reflecting the glory of God. Look at. Understand? Kama mtu ako hospitali Kenyatta, mimi ninatoka baada kumwona, I'm reflecting the glory of God. So the glory of God is goodness. Amina. Tumejua hiyo? Enda, soma sasa. Nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako. Endelea. Nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili. Endelea. Nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hataniona akaishi. Sikia. Ingawaje Mungu, Biblia inasema alikuwa anaongea na Mungu uso kwa uso, huwezi kuona uso wa Mungu. What does that mean? Hiyo is a term meaning kwamba alikuwa ana first experience God, si kumuona uso hivi. Umeelewa? So Yesu anaambia, ingawaje tunaambiwa Moses was talking to God face to face, he did not see uso wa Mungu. What he did, tunaambiwa now, the intimacy between God and Moses was very close. Hiyo ndio tunasema uso kwa uso. Unasema nini? So anamwambia huwezi kuona kaishi. Lakini tukisoma kwa mafungu kwa Biblia inasema alikuwa anaongea na Mungu uso kwa uso. So I'm trying to explain what is the meaning of face to face. Because God anasema huwezi kuona kaishi. Kwa hiyo face to face it is used in as a terminology in the context of the intimate relationship with you. Tumeelewa hapo? Soma. Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita, utukufu wangu nitakutia. Anamwambia hivi, huwezi ukaniona ukaishi, lakini mimi utapitisha utukufu wangu mbele zako, na wewe nitakuficha kwenye mwamba. Huwezi kuniona, utaona nyuma yangu, lakini unaweza kuona mbele yangu. Sikia. Kwa hivyo akapitisha the goodness of him, the kindness of God. I want to tell you, if you go, maybe let me tell you what it means by that. Utukufu wa Mungu. Ukienda kitabu cha Matthew chapter 17 from verse 1 inasema, wakati wanafunzi wale walikuwa na Yesu, waliweza pamoja, kulikuwa na Mose na Elijah, si ndio? Na Yesu. Inaitwa Transfiguration Mountain. Kwa hivyo wakati Yesu na Elijah, unajua why Elijah was there? You know why? Kwa nini Elijah alikuwa hapo na kwa nini Musa alikuwa hapo? Musa alikuwa hapo ili kusema watakao kufa kama mimi watarithi nchi. Watarithi ufalme wa Mungu. Maana Musa alikufa na akafanya nini? Na roho ya mimi mtoto sana. Yesu ako hapo, Musa ako hapo, na Elijah ako hapo. Na Elijah anasema kuna wale watapatikana wakiwa hai, wachukuliwe kama nani? That's why we're talking about transfiguration. In chapter 17. Remember that? Transfiguration mahali Yesu alikuwa anaorganize, akatumiwa Musa kumtia nguvu. Na ukisoma Jude chapter 1 na 1 chapter verse 9 inasema Musa alifufuliwa akaenda mbinguni. I'm saying Jude 1 verse 9. Alafu ukisoma in the book of Kings inasema Elijah alichukuliwa, si ndio? Kwa nini Mungu anatumia Yesu hawa watu wawili wakati anaomba kienda kwa mateso, anatumia yeye wamtie nguvu? Maana walipitia changamoto nyingi sana wakashinda. Hiyo ni kitu kimoja. Ndio sababu anatumiwa hawa. Watu wa mbinguni wanatumwa kwa Yesu. Ni Mount of Transfiguration. Na Musa anaakilisha watakao kuwa kaburini watafufuliwa waende wapi?
Kwa hivyo Musa amesema wale wamekufa kama mimi, walikufa kama mimi. Yesu huyu tunaye hapa akija atakufufua. Na Elijah anasema watu kama mimi watapatikana duniani, wamekuamini Yesu, utafanya nini? That is the essence of chapter 17 of Matthew verse 1 to 5. You understand what I mean? Tunaelewa nini? Sijui nikuelewa ama kutoelewa. Nikuelewa? Acha nimalize. Sasa kwa ufupi nataka kusema hivi, ukiona mtu anataka Musa anamwambia nionyeshe njia zako, akamwambia hapana, nataka hata kuona utukufu wako. Mtu yote anataka kumjua Mungu sana, inaonyesha spiritual maturity. Alright? Anayependa kusoma neno la Mungu sana, inaonyesha spiritual. Asiyependa, so it's opposite of that. Okay? So by the way, let me tell you one thing. Kuomba ni kufungua moyo wetu kwa nani? Na kusoma neno ni Mungu azungumza na nani? Shika vizuri. Shika vizuri. Nataka tuelewe. Kuomba ni kufungua moyo wetu kwa nani? Tumwambie hoja zetu. Lakini kusoma neno ni Mungu anazungumza na nani? Kwa hivyo sasa wewe unataka kumwambia kwa kuomba, lakini hutaki akuongeleshe. Maana anakuongelesha kwa nini? Na wewe unapenda kuomba peke yake. Sikiza. Mtu anapenda kuomba peke yake, to some extent bila kusoma neno ataacha kuomba. Because the power of prayer comes from the word of God. You cannot tell us when muombaji sana and you don't study the word. Utaacha. Because the engine to drive prayer is what? Study of the word. So ukituambia wewe muombaji sana, unavunga sana na usomi neno is null and void. Because the engine that drives prayer is what? Yes. So we open our heart to talk to God, and God talks to us through His word. So hapo ndio tunainteract. Okay? Kwa hivyo nataka kusema nini? Nataka tusome fundamental because of time. Kwa hivyo ukiona mtu anataka kujua sana neno la Mungu, ni kwamba anaonyesha yes maturing spiritually. Na kwa hivyo na tunajua kwamba msalaba wa Yesu ulionyesha utukufu wa Mungu. Aje sikia. Msalaba wa Yesu ulionyesha utukufu wa Mungu. Vipi? Sikia. Kwa sababu ya Mungu kutupenda akatufia msalabani. Tumesema the glory of God is love. Goodness of God, right? Kwa sababu ya kutupenda akatuhurumia. Tumesema the glory of God is His kindness. Kwa pamoja? Kwa hivyo Jesus alibeba all the glory of God to come down on this world and die for who? For us on the cross. Let me say this. Kwa hivyo nataka kusema kwamba Yesu akadirisha nini? Uwepo wake. Nataka usome fungu la mwisho chapter 34. Alafu ndio nimalize. Chapter 34. Yeah. From verse 1 nisemaje? From verse 1. So, by the way, imesema soma from verse 1 very quickly. Kisha Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa mwambie, chonga mbao mbili za mawe mfano wa. Sasa sikia. Tengeneza mbao mbili za nini? Bwana alifuta zile. Sikia. Mungu alitupatia sheria tukafunja. Anakuambia umpelekee vibao. Peleka moyo wake aweze kufanya nini? Kwani vibao hizi Musa anapeleka kwa Mungu. Anaandua tengeneza. Maana alifunja zile Mungu alikuwa anatengeneza. Anamwambia, anatuambia lete roho yako kwa nani? Ndio kibao unapelekea Mungu aandike sheria. You understand? Sasa hii mambo yote ni gospel by the way. Inatufundisha kwamba the way we ought to go to Jesus, to God, ili aandike sheria ndani ya nani? Ndio vibao. Soma. Okay. Nami nitaandika juu ya mbao hizi maneno hayo. Yeye ulete nataandika maneno haya ndani ya ndani hiyo mbao hizo mbili ndio yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza. Hizo ulizozivunja. Nawe uwe tayari asubuhi. Nawe uwe tayari kesho asubuhi. By the way, wakati anamwambia ende ilikuwa safari ya 7. For information, Safari ya 7 ukisoma from chapter 19 mpaka chapter 34
ameenda mlimani mara ngapi? 7. Na katika mara 7 hizo hatuna muda mjua, sina muda ningesoma kila safari alienda nini kufanya nini, lakini ndio muda na masaa. Safari hii ni safari ya 7 anaenda. Na katika safari hii ndio katika safari 7 hii ndio safari ya 3 kukaa 40. Sikiza. Musa kuanzia chapter 19 to chapter 34 amepanda mlimani 7 times. Na hii ndio safari ya 7 ya chapter 34. Na katika safari 7 amepanda mlimani kukutana na Mungu. Hii ndio safari ya 3 ana spend 40. So out of 7, 3 of those times I spend what? 40 days and 40 nights. Soma. Na asubuhi ukoe juu katika mlima wa Sinai. Asubuhi kuja mlima Sinai. Nawe hudhurisha nafsi yako kwangu. Hudhurisha nafsi yako kwangu. Uko katika kilele cha mlima. Endelea. Asikwe mtu pamoja nawe. Asipande na mtu, endelea. Wala asionekane mtu awaye yote katika huo mlima. Endelea. Wala kondoo na ng'ombe wasidishe mbele ya huo mlima. Yes. Naye akachonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza. Na Musa akainuka na mapema asubuhi, naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru. Akazichukua hizo mbao 2 za mawe mkononi mwake. Bwana akashuka ndani ya ile wingu, akasimama pamoja naye huko, akaitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu 1000, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana pia hata kizazi cha 3. In short, what I'm saying, ukisoma hiyo naona ni vile Musa ambaye anafanya nini? Na tunasema kwamba in that kuna kitu Mungu alifanya. Anawaambia kwamba umefika verse 8. Musa akafanya haraka, akainamisha. Nataka wewe 8 hapo soma hapo. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata chini, akasujudu, akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako, Bwana, na kuomba, Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na dhambi yetu, ukatutoe tuwe ulini wako. Kwa fupi, nataka kusema nini? Ukisoma hivyo utaona kwamba kuna kitu alifanya. Alisema yeye ataweza kuwapeleka wana Israeli. Aliyeasainiwa kazi hiyo ni nani? Yesu ndiye alitumwa kupeleka wana Israeli. Alisema nimesikia nitaenda na nani? Lakini kwa kitu anataka kuangamiza, anamwambia mtoe nini? Vitu zote mmeweka kama sivyo mwangamize. Ukisoma utaona what happened. The point is this, getting rid of those things that make God not to be happy with you. That's tunasikuwa physical, tunasikuwa kuwa ni tabia, tunasikuwa nini? Every sort of ornaments. Tulipa hapo wimbo. Aliwaambia watoa hizo ornaments, nitajua vile nitafanya nao kama nitaangamiza na kuhakikisha pale. The point I'm trying to say, the ornament does not necessarily mean physical work. Well, they included but those ornaments zote wanapostoa wanatoa mpaka ornaments ndani ya moyo yao ambao ni dhambi. Si Mungu asakubariki. Simameni tuone. Nafikiri nimepitisha Mungu. Tuone. Tusimame tuone. Sasa mimi nitasema hivi. I will not be popular to you. Tunapotoa ornaments za roho zetu, tutoa ornaments za masikio, za nini? So that we comply with the word God is telling us. Please, I will not be very popular, but I want to say kindly, ornament ni za roho, that is it. Ornament ni zetu tunajiwekea. There was good reason wakati anambia get rid of those ornaments out of your ears and naked or I finish you. That was saying. So kindly. Ya nje si ni muhimu, lakini ile muhimu sana ni ya wapi? Let's make sure tumeomba msamaha,
get rid of all ornament ya nje, za masikio, za shingo, za mikono. Get rid of those nonsense kindly and pray to God. Kwa hiyo tuwe tuna usafi wa moyo na usafi wa nini? Mbele za nani? Mungu anapendezwa. Tuache tumebatizwa juzi, tumefundishwa hizo vitu. I can see most of you. I don't go to run away after this. But unaona hizo vitu tunaweka masikio, they are not right. Kwa Mkristo, get rid of them. As much as we are getting rid of that, sin. Usione ingilia mwili sana. I mean, nje, ndani number 1, number 2, nje, tuondoe ornaments. Mikufu hii tunaweka, hizi tunaweka, get rid of them. So that, unaweza, by the way, hata unaenda kwa Mungu, unaenda umefalia mikufu mbele za Mungu, you kneel down to pray to God. It's wrong. Keep them away. You know, and then you seek the peace of God. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunalihimidi jina lako na kutukuza zile pendo wako. Wameambia wana Israeli waondoe ornament zote za roho na za nje, ili Bwana ukutane nawe, ama si uangamize. Baba wetu, naomba uweze kuwa nasi, utusaidie. Sisi wenye dhambi hakika hatuwezi kusema ni wasafi wala si tu watakatifu. Lakini kuna jambo moja umetuahidi, tutakapokuja kwako utatufungie nje. Utasikia maombi yetu na kutujibu kulingana na mapenzi yako. Tusaidie kukuelewa. Tuondoe viatu kama mwimbaji anasema, ondoa kiatu kivue, tuvue ornament ndani ya roho zetu na zile za nje, kisha tuwe na mahali pa kuweza kuabudu na kuweza kuabudu. Baba, umetuambia tutakuwa na hema ya kukutania. Mungu awabariki. Amen. Ndio ninaenda kuweka display soon. Kayaleke. Mungu hawezi kukupatia wimbo na akosa kukupatia beti ya nini? Imepigwa. Na kutoa itakosa kutuonekana. Kwa hiyo itapatikana. Itapatikana. Tuitoe picha. Hiyo wimbo iwekwe picha. Sisi barikiwe. Sisi barikiwe. Sisi barikiwe. Ninajua apostle ataenda mbele. Nikisimama na kasi ya Bwana. Kwa hiyo Mungu awabariki. Naona sasa 10,000 imepatikana ya kuingia. Kwa hiyo hii wiki nitaichukua. Simepatikana. Kitu kioneko. Nataka kiroke. Kama tunaona Ogo wikiro dida, ogo wikana. Lumeke. Mwana ni anaona. Retiko. Naona mwalimu amefika. Sitatupa sana mwalimu. Kwa sababu mwalimu anaenda kutueleza kanisa lingine. Na sitahubiri. Kwa hivyo tumishi wa Mungu tupatie kitu tuweka hapo ndani. Kanuni kastanti katika kastanti kwa hapo atukaribie tepeni kastanti na Mungu awabariki sana. Sitaenda nani ndio mbele kwa sababu tumehubiriwa na mchungaji na ametupatia neno nzuri sana. Na vile mtupatie neno, hatutaki kwa lipo neno.